Obama, mimi nataka nikuulize kitu ndugu wangu. Kati ya nyinyi na yule dada yenu mmezaliwa tumbo moja kweli? Hapana, mimi na yule hajazaliwa baba mmoja na mama mmoja, lakini mama yake yule ameitwa sisi ndio mzaliwa tumbo moja, mama mmoja baba mmoja. Mama yake yule wewe ushawahi kumuona? Yaani unamfahamu? Hapana, mama yake shafariki muda mrefu sana. Na hata sisi tulikuta tu historia. Wewe hadi huku tena? Wewe unataka mimi nini kwangu wewe? Mimi sitaki kufanya kwa kitu tutakaye kufanya. Mimi sitaki. Hebu niache basi na maisha yangu. Baba, unazungumza na nani? Yaani nani hutaki kufanya kazi yake? Si nikwambie kicha yangu. Mimi kuna mtu ananifuatilia sana ujue. Nasoma la kwanza, soma la pili. Kila siku ananifuatilia. Afu anataka mimi nifanye ninachotaka. Mimi sitaki kufanya kwa kitu. Uona mzungumzia mtu, huyo mtu mwenyewe uko wapi hapa? Wewe usitumie nguvu nyingi sana na muda wako mwingi kumwelekeza mtu anione ambaye hawezi kuniona. Wala usijisumbue. Kwa sababu hapa nilipo unaniona ni wewe peke yako. Na unajua kabisa sababu gani unanifanya mimi nakufuatafuta kila sehemu ninapoenda. Na wala sitaacha kukufuata mpaka pale tu utakapofanya kazi yangu. Mimi kazi yako mimi sifanyi. Afu wewe utafanya nini? Sitaki kufanya kazi yako. Wewe mbona nichanganya babu? Wewe umekula bangi nini kichangu afu nakula bangi kimya kimya. Unazungumza na nani sasa hapa? Mimi nazungumza na mzimu. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tutamtaarifu kuwa ulimpigia atakapokuwa hewani. Dada, wewe unawezaje kumuona mtu ambaye alokufa? Yaani unawezaje kumuona mzimu? Sikiliza nikwambie mzee. Unajua ile jambo unaweza kuchukulia makuzi, lakini lipo serious. Unaweza kuona mimi chizi, lakini niko naongea na mzimu. Na kama unakumbuka, nilikuja hapa maskani nikaelekeza kwamba ni mwanamke kule chini anatupa maiti kule bondeni. Maiti yenyewe ndio hii hapa inatokea. Kwa hiyo huo mzimu upo hapo? Haupo hapo, shondoka.
Unahitaji nini sasa? Unachotaka mimi nimsaidie ni shedi namba moja. Naongea ukweli kwa watu umsababishie kifo. Sema ujue dogo, una bahati sana. Yaani una nyota. Wewe bosi, sababu ukimzungumzia mzimu ni jini. Na ukiwa na ushikaji na jini, chochote unachokihitaji ukimuomba anakupa. Omba nyumba, omba hela, gari, anakupatia. Sasa kwa hiyo wewe ulimjibu vipi? Kwa hiyo umekataa au inakuwaje? Mimi nilimjibu, nimemwambia siwezi kufanya kazi yake. Wao sinifuatilie kabisa. Acha ujinga. Ubali. Wewe unasani unavolia ndio utapata suluhisho? Najua unateseka juu ya mdogo wako. Najua pia unapitia nyakati ngumu sana. Lakini haya yote 9-10, je, suluhisho tunapataje? Utalia, utachoka, utaumia, utajizofisha mwili wako bila kupata majibu yoyote. Najua unanijali, lakini hivi unajua ni maumivu gani ninayopitia kwa sasa? Mdogo wangu sijamuona takriban siku 4. Sijamtia kabisa machoni mwangu. Alafu leo unajali afya yangu. Eti nitazofika mwili wangu. Hivi mwili wangu na thamani ya mdogo wangu, kipi chenye umuhimu hapo? Mimi ninachotaka hapa sasa hivi nijue mdogo wangu alipo, kwa sababu sijui kama yuko hai, amekufa, anapitia wakati gani huko alipo, sijui. Sasa unafikiri mimi nitakuwa na amani? Najua dada yangu, ila nisingependa wewe hivi. Najua kwamba unateseka juu ya yeye, unaumia, lakini kumbuka siwe peke yako. Hata mimi pia nateseka vile vile. Siwe huru nisipomwona dadangu. Sina furaha nisipomwona dadangu, maana kuna mengi pia na miss kutoka kwake. Kwa lazima hata mimi pia naumia. Lakini unadhani kipi cha kufanya? Inabidi tukatoe taarifa polisi. Mimi nadhani hilo ndo linaweza kuwa suluhisho kwetu. Na aidha tukarudisha furaha kwetu. Lakini sio kukaa unavulia hivi dadangu. Hivi unavulia, sidhani kwamba ina maana. Kuna kuomba hivyo. Na nyamaza pia, afuta machozi ya chakulia. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Na Mungu atajalia tutampata tena. Tubasi machozi ya chakulia. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa eti. Nakupenda sana. Hivi una akili timamu kweli wewe? Na kuuliza una akili? Unajua sehemu zingine unakwenda kukimbilia mpaka umeamua kuingia huko chooni. Ukujua kama kuna mtu? Samahani dadangu. Sikujua kuna mtu chooni. Afu isitoshe kuna mtu ananikimbiza. Nikaona ni bora tu niingie chooni kuokoa maisha yangu. Sawa, ukujua kama kuna mtu chooni. Kwa ndio kuniambia dile kanga pale juu kuiona. Kwa hiyo sasa tusiwe free na vyo vyetu tu, tunaogopa nyinyi ambao mnakimbizana hapa, si ndivyo?
Sasa si ndio maana nikakuomba samahani dada yangu. Alafu unavyoongea hivi utajaza watu. Watakuja hapa atajaa atakuwa ameusha. Msamee aishe. Siku nyingine kuwa na adabu na vyo vya watu. Mshenzi wewe. Ukiwa na ushikaji na jini, chochote unachokihitaji ukimwomba anakupa. Omba nyumba, omba hela, gari anakupatia. Oa mzee. Oa bang. Vipi Sela? Mbona kama una mawazo? Una shida? Amna. Kuna vitu naviweka sawa. Usijali. Vipi Sisteli? Malumbuzi vipi? Hakika ndani? Sisteli hajarudi hadi sasa hivi. Mwenye na ubao hivyo hivyo unavyoona wewe. Alafu mzee, unajua kuna majanga yamenikuta ujue mwanangu. Nimempiza kwa nikimbiza alafu nisifahamu. Alifunga kitambaa usoni. Kule chini kule bondeni kule. Asa kale nakimbia kimbia mwanangu. Mimi ndio nimechocha mtu. Nilivingia mule chooni. Nimekutana na dada mtupu mwanangu. Hadi nilikuwa na fezea nikimbazama usoni mwanangu. Aibu naona mimi. Sema ana nyama. Oa, ana nyama mwanangu, sio mchezo. Lakini ninachojiuliza kichwani kwangu, ule mchizi ni nani? Hadi sasa hivi naumiza kichwa. Ule jamaa ni nani mpaka nikimbize? Yaani hajaona watu wote mpaka nikimbize mimi tu. Kinachomchanganya mpaka sasa hivi hajafanya chochote kwako. Nyinyi mko wawili. Kwa anashindwa kuelewa ni nani aliyeona ile tukio. Achana naye. Ndio unategena chafuta bangi zao huko. Kwasha pagana na maisha. Unakuta usije mpaka anakimbiza watu. Wewe mbotezea, achana naye. Okay. Ana noma. Ndugu yangu, ile swala mimi nimelishindwa. Nimelishindwa kwa sababu kila ninajaribu kumfuatilia nashindwa kuelewa nini nifanye. Tonge. Sasa unashindaje kucheza ngoma ambayo umepiga mwenyewe? Hivi unajua kama tunaongelea maisha yetu sasa? Tonge, ukicheza tunacheza na maisha yetu. Mimi nafahamu. Anafahamu uzito wa hili swala. Lakini sasa kinachonichanganya kwamba wale watu kani kijaribu kufuatilia. Wako wawili, wako mapacha. Na kibaya zaidi wanafanana mno. Wanafanana kama korosho. Kwa hiyo kila ninavyojaribu nashindwa. Tonge, mbona uko serious hivyo? Hivi unajua hizi ni issue za hatari na yeye ndo madili yetu. Tonge, sio mara ya kwanza kufanya hizo issue. Alafu kila hisi tu unaongea unalopoka unasema kwamba yani watoto wanakushinda wewe Tonge. Tonge, mko makini basi. Lakini nimekumbuka. Na hii inaweza kuwa ni taarifa njema kabisa kwetu. Kuna siku nilimsikia yule mtoto kwamba lile tukio kweli ameliona, lakini alofanya lile tukio hamfahamu. Una uhakika na unachokisema? Yeah.
100%. Kama lina ukweli basi itakuwa ni vizuri. Lakini wasiwasi ndo akili. Story acha hivi hivi. Nitajaribu kulifuatilia. Lakini ina taarifa njema nyingine. Taarifa gani tena hiyo? Wale watoto sasa wana dada yao. Na dada yao anavyoonekana ni mtu kitu. Na za ndani yule dada yake hana mume. Lakini yule mume anavyoonekana ni mtu wa pesa, lakini haishi nayo pale. Yule mume wake anaishi Marekani. Kwa hiyo sasa mimi nataka nikupeleke pale. Ili tuende tukauteke ule mjengo, tuchukue mali zote za pale. That is good. Sasa hiyo ndio michongo ambayo mimi naipenda Tonge. Si unanielewa? Mimi ni mtu wa badili wa mwenyewe unafahamu. So I think but I'm not sure, that's why nafikiri kwamba mchongo wa mwisho niliofanya mimi. So huu mchongo nataka usimamie wewe mwanzo mwisho. Kaka Sidati. Hebu niangalie hivi nilivyo. Siko sawa, siko quality. Na muonekano wangu pia ni hafifu. Lakini hivyo ulivyo wewe full trade, yani unyama kama wote. Mimi naamini tukienda pale kwa mtoto na zile swaga zako hawezi kuchomoa. Tonge, hivi ni lini utajikubali wewe ndugu yangu? Okay, of course mimi najua kwamba physical appearance inambeba mtu. Kwa kuwa ndugu yangu, tunashirikiana vitu baadhi, it's okay. Mimi nitafanya. Lakini huo mchongo utakuwa mwisho kwangu. Basi hamna noma. Kitu pekee ambacho cha kufanya Tonge, wewe nikutanishe na Romanzi. Kwa hilo halina shida, lakini sasa ngoja mimi nifike pale. Nile nikafanya survey. Alafu jibu nitakalolipata nitakupigia simu. Okay, basi tutawasiliana. Basi hamna shida. Poa, big up sana. Hamna noma. Tonge! Wewe baba. Wewe ni nani? Na kwa nini unataka kuniua? Kwa nini unataka kuniua? Nakuua. Na lazima nikuue. Kwa sababu wewe ndio uliona tukio kule chini wakati namtupa yule mdada. Ni kweli ile tukio nimeliona. Lakini mimi sikufahamu. Kwa hiyo naomba usiniue. Siwezi kumwambia mtu yoyote yule. Nisamehe. Naomba usiniue. Hapana, lazima nikuue. Na hii nafasi nimeitafuta sana kwa muda mrefu, sikuwahi kuipata. Leo nimeipata, kwa hiyo lazima niitendee haki. Lazima nikuue. Naomba usiniue. Nisamehe. Lazima nikuue. Wewe tena hadi huku? Mbona unapenda sana kunifuatilia wewe? Kitu gani ambacho unataka kutoka kwangu? Mimi sitaki kufanya issue yako, sitaki. Hebu niache basi. Wewe utakuwa unanitaka. Alafu siangwambie. Wewe sio type zangu kabisa nikikutazama. Mimi kuna vitu vyangu hivi. Mwembamba, mrefu, mweusi, black chocolate fulani hivi. So wewe umefubaa chiki ulivyokuwa. Nyoo kama wewe kupeleke wapi? Ukiniangalia mimi, naweza kutembea na wewe. Sikiza nikwambie. Mimi siwezi kukutaka wewe. Sijaifikiria. Na sina huo mpango wa kukutaka wewe. Kwa sababu wewe bado mtoto mdogo sana. Huwezi kunipatia wala kunifikisha mahali ninapotaka kufika mimi. Hivyo basi, nachokitaka ni kitu kimoja tu kutoka kwako. Nataka unisaidie kufanya kazi yangu. Basi, na wala si kitu kingine. Eti siwezi kufikisha. Una hakika? Mimi siwezi kufanya kitu chako.
sikifanyi kwa kitu, afu amua cha kufanya. Chuki. Umenihitaji wewe? Kwani kuna shida? Si ndio jina lako lakini? Mimi siitwi Chuki, naitwa Malaika. Sawa, lakini ukweli siku zote haufutiki. Na mimi hapa sijaja kwa ajili ya ugomvi. Labda nikuulize kitu. Hivi ulishawahi kumwona mtoto gani anamkataa mama yake mzazi aliyomzaa eti kwa sababu amezaliwa sehemu haramu, kwa sababu ni mtoto wa nje ya ndoa? Wewe ulishawahi kumwona wapi? Kitanda akizai haramu. Alafu hivi ndo kimfano mamako angeitoa mimba yako wewe, ungepata wapi ujeuri wa kumkataa na kumdharau? Mama ni mmoja. Hata siku moja hakuna mtoto mwenye mama wawili, na siku zote mama hakosei. Unajua kuna muda unaweza ukawa unafanya mambo yako hayaendi sawa, unapanga mipango yako haikai vile kama ulivyoipanga, ukaonadhania kwamba ni kitu cha kawaida, kumbe hauna baraka kutoka kwa mama. Baraka zipi unazozizungumzia wewe? Kuna siku hata moja nimeshakwambia nahitaji baraka zozote kutoka kwa mama? Una akili sawa wewe? Inapofika siku ya wakina mama duniani, nitawaeleza nini mimi mashoga zangu? Nikikaa na mashoga zangu niwaambie mama yangu alinipata kwa ajili ya ukahaba wake, nilipatikana kwenye madangulo? Ndio niwaeleze hivyo mashoga zangu? Kwa sababu ya umalaya wake nilipatikana mimi. Na mimi sina mama malaya, sina mama kahaba. Naomba uelewe hiyo. Alafu kitu kingine, mimi nilishawakataa, siwataki. Sio wewe wala sio wewe mama yako. Hizo ni fikra zako. Unajua mama anajisikia vibaya sana ukuona wewe unamkataa na kumziaki. Anaumia sana, anatamani watoto zake wote wawili akae nayo pale, au kama si kukaa naye pale basi wewe tu anamjali na kumthamini. Mama ameshaacha. Yaani hata kama alikuwa anafanya hivyo vitu, alikuwa anafanya kwa sababu umaskini, na ndio ulikuwa unamfanya afanye vitu kama vile. Na kwa sasa hivi ameacha. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Mimi nilikuwa nakuomba tutoke mimi na wewe, mguu wako mguu wangu, twende kwa bi mkubwa ukamwombe msamaha, mambo yako yakuendee sawa, usiwe na jealous na mama, upate baraka zake. Wewe nahisi utakuwa umechanganyikiwa. Tena umechanganyikiwa pakubwa, sio kidogo. Naomba twende tukamwombe mama msamaha. Yule ni mama yako wewe na sio mamangu mimi. Tena naomba ukome iwe mwanzo na mwisho kukanyaga hapa nyumbani kwangu. Sitaki kuona hata hiyo sura yako. Kidogo. Vipi? Amekuletea maskani?
Oh, sister. Sister. Dada. Dada. We vipi? Samani dadangu. Kwa mazingira alikufanyia jana. Nimekaa nimetafakari sana. Najua nimekukosea. Najua utakuwa mjisikia vibaya sana. Kama Mungu vile umepita nyumbani pale. Nikakutana na wewe hapa. Nikawa ni bora nikombe msamaha. Mimi nishakusamehe tangu siku ile ile na nimefresh kila kitu. Wewe kwa tu na amani. Vipi? Kuna jingine? Ndio. Basi ungeniambia haraka maana kuna sehemu na wewe. Nilikuwa naomba unisaidie namba yako ya simu. Ili tuweze kuwasiliana. Kama utojali. Sina simu. I love you, Obama. Auntie. Haya, kule ulikuwa unaangalia kitu gani? Kuna mtu alikuwa anamwangalia. Haya, nye watoto. Nyumbani kwangu hamtaki kuja, ndio mmenisusa sasa. Mmenisusa. Hivi siku nikifa mtasubutu kweli kulia? Hamna, usijali shangazi. Tutakuja nyumbani. Kama mtakuja maneno au mtakuja vitendo? Haya. Besti. Samani. Mambo. Poa vipi? Poa, unanikumbuka? Ya, nakukumbuka. Siku ile si ndio ulikuja nyumbani ukahitaji tuzungumze? Ya, tulishindwa kuzungumza kwa sababu mambo yaliingiliana, na kingine zaidi kwamba sina namba zako za simu. Vipi, tunaweza kuzungumza sasa hivi? Hapana, kwa sasa hivi sina muda. Kuna sehemu na wahi mara moja. Okay, basi kama hutojali nipatie namba zako za simu ili baadaye niweze kukucheki. Sawa, haina shida. Okay, nikucheki kwa muda gani sasa? Wewe ni cheki tu muda wote, haina shida. Okay. Samani. Haujaniambia jina lako. Unaitwa nani? Oh. Unaweza ukasave Malaika. Oh, Malaika. Okay, asante. Leo nimeichanga karata yangu vizuri sana. Kwa hiyo sitakiwi kufanya makosa kabisa.
Yaani nyinyi watoto mkiamua kutokomea, mnatokomea kabisa. Amnikumbuki hata mimi anti yenu. Hamna bwana anti, si tupo. Hivi nimeenda dukani nimekutana na mwenzio na wewe unakuja. Hatari. Haya, karibu. Ila ndo umenikuta hapa ndo na mpango nianze kupika. Sina hata cha kukupa mwanangu. Usijali anti, mimi niko fresh. Anti, mimi kuna jambo linasumbua sana. Jambo gani? Kuna mdada ambaye ni mzimu. Anapenda sana kunitokea. Mzimu? Ndiyo mzimu. Unahitaji nini huo mzimu? Anachotaka kutoka kwangu, mimi naongea ukweli kwa watu wanaosababishia kifo. Yaani mimi nishachoka shangazi. Kwa sababu kila wakati anatokea afu anataka nifanye kitu ambacho mimi sitaki. Yaani ananiforce yani. Yaani hapa ninavyoongea tu amenitokea tena leo. Akidai issue ile ile. Ila una uhakika ni mzimu kweli? Ndio anti. Mimi na hakika ni mzimu. Na yeye mwenyewe kaniambia yeye ni mzimu. Mzimu? Watu walokufa. Inakuwaje hapo? Mimi na ukubwa wangu wote sijai kuona mzimu. Nasikia tu. Hapo itakuwa kuna tatizo kubwa sana. Sasa mimi nina mtaalamu wangu. Nitampigia simu nizungumze naye. Ikiwezekana kesho asubuhi tuende. Tumwahi kabla hajawahi shamba. Tumfunge asikutokee tena, maana sio kitu kizuri mtu alokufa anakutokea. Mimi ndashukuru sana anti. Sababu utakuwa umeniokoa sana, sababu nishachoka. Pole sana mwanangu. Asante. Ila yataisha. Kibendo. Mambo. Shega vipi? Safi. Wewe ni nani? Mbona unanifahamu afu mimi sikufahamu? Ni kweli haunifahamu na wala huwezi kunifahamu, lakini mimi nakufahamu wewe. Nakusikiliza, unasemaje? Mwambie rafiki yako Obama aache kitu chake ambacho anataka kukifanya. Amefanya nini? Yeye anajua anachotaka kukifanya. Wewe kamwambia aache. Aache mara moja, sipendezwi nacho. Mimi siko hapa kwa ajili ya kumdhuru mtu yeyote yule. Mimi niko hapa kwa ajili nahitaji msaada wake tu. Kuna kazi zangu ambazo nataka nisaidie kuifanya. Na kishafanikisha tu ile swala mimi naondoka. Namwacha na maisha yake. Huyo ndo yule mzimu alioniambia Obama. Okay. Obama alishaye kuniambia kuhusu wewe. Kwani wewe ndo mzimu ambao unamtokea mara kwa mara? Ndio. Ndio mimi hapa. Sasa kama Obama hataki kufanya kazi yako, kwa nini unamforce? Yaani si bora umtafute mtu mwingine ambaye anaweza kufanya kazi yako. Sababu kama utamtafuta mtu mwingine, hata mimi na uwezo wa kufanya kazi yako fresh tena kwa wakati tu. Nyosha maelezo, mimi nifanye kazi yako mapema. Kibendo, hakuna mtu mwingine yeyote yule anaweza kufanya hiyo kazi isipokuwa ni yeye peke yake. Isipokuwa wewe unaweza kunisaidia kumwambia yeye afanye kazi yangu. Hicho tu ndio kitu ambacho unaweza kunisaidia mimi. Na kama ukifanikiwa kumshawishi afanye kazi yangu,
Mimi kuna zawadi nzuri tu nitakupatia. Kwa hiyo mimi naomba unisaidie sana kumwambia akubali kufanya kazi yangu. Baridi haina noma. Mimi nitazungumza naye. Wa Obama. Jo. Ujue mimi mwanangu nimekusaka kishengo cha. Mwanangu yani dakika mwisho nikaona mdogo wangu nampata wapi. Lakini anyway, hivi ile swala nilokupangilia kuhusu yule mzimu wako anakutokea uliongea naye? Sijaongea naye kitu chochote kile. Alafu hizo mada mimi sizitaki hapa mzee. Dogo, nisikilize. Kuna muda maisha hayahitaji uoga. Sijui unanielewa ninachokwambia. Yaani hiyo kitu true not false bali again. Alafu mdogo wangu, wewe unafeli wapi? Yule demu hajaja hapa kwa ajili ya kumzuru mtu. Yule demu anataka msaada mzee. Sure, yani kama utamsaidia yule demu, mbona anakupa maisha mdogo wangu? Kitu gani unachofeli wewe? Kitu gani kinachokufanya wewe usimsaidie yule demu? Oya, nisikilize dogo. Kubali msaidie. Mimi yule demu leo nimekutana naye. Kanisimamisha mwenyewe mchizi bodi. Si unajua zile? Nikamshangaa au vipi? Jinsi gani kanijuaje au sio bwana? Lakini yule demu mimi kaniambia nikushawishi. Uweze kukubali. Mimi yule demu ananipa zawadi. Kama mimi ananipa zawadi, wewe atakupa nini mdogo wangu? Haya ndo maisha mdogo wangu. Wewe unataka upewe nini? Afu siku zote bahati hujua hiji mara mbili. Afu ule mzimu unajua ana uwezo kufanya jambo lolote lile. Chochote unachokitaka ukimwambia tu yule anakubali. Sasa kitu gani ambacho unachofeli wewe? Jiulize sasa mdogo wangu, kwa sasa hivi unakuja unakamata hela ndefu. Umri wapo unaishi vipi? Kuna watu wanakamata hela uzeeni wanashindwa kufanya mambo yao. Sasa leo wewe umekamata hela wewe ukiwa mdogo. Utafanya starehe ngapi? Jielewe mdogo wangu. Kuna watoto wanazamia wanaenda hapo debedi na hatari hapo. Wanaenda kupambana watoto wadogo. Hawana uoga na maisha, wanatoboa. Sasa wewe mdogo wangu yani kumsaidia tu mtu nini, jinsi gani unachukulia poa? Nisikize Kibendo. Unajua usichofahamu kitu kimoja. Hii kesi ni kubwa sana. Ni kubwa sana. Nikitoa shahidi ambao sio sahihi, mimi nafungwa. Nauzia jela mzee. Kwa hiyo mimi kwanza siwezi kufanya. Wadogo. Huyo jaji yenyewe hawezi kumfunga mtu ambaye asiokuwa na makosa. Yaani fanya makosa ndo anakufunga, yani uhakika kabisa.
Sure. Yaani kwanza yule demu umeona? Yule hawezi kukuacha wewe uende front moja kwa moja, yani kwamba hauna ushahidi wowote. Hapana. Lazima kukamilishia bwana ushahidi wapi. Yule pale ndo alofanya kile kitendo. Unamfahamu? Si unajua ndo unaenda kutoa nini? Unaenda kutoa nini? Unaenda kutoa ushahidi. Sio kwamba eti akuache wewe tu mazima ndi uende tu ile na magani vipi. Uongo, hawezi kufanya kitu kama hicho mdogo wangu. Mdogo wangu, acha ujinga. Nasikiza nikwambie Kibendo. Kama ndo ulichonisimamishia hapa mimi. Umefeli mzee. Siwezi kufanya kazi. Naona una story. Acha mimi nige zangu kati. Obama. Wadogo. Obama, ni vyema ungekubali ili usije kusababisha vitu vingine. Ina maana wewe ndo umemtuma Kibendu aje anishawishi mimi, si ndio? Hivi unavyofikiri Kibendu anaweza kunishawishi mimi nifanye kazi? Sasa basi sikiliza. Mimi msimamo wangu uko pale pale. Siwezi kufanya hiyo kazi yako. Hivi Obama, nikwambie mara ngapi uweze kunielewa? Kwamba yule si adui yangu peke yangu, ni adui yako pia. Lakini unataka kuniamini, si ndio? Asa kwa taarifa yako, hivi tunavyoongea mpaka dakika hii, ndugu yako Obi ameshatekwa tayari. Oa mzee. Kwani wewe nani mwanangu? Wewe sasa unifuatilia mzee, uche nini babu? My friend, mimi ndio siwezi kukufungulia. Siwezi kufungulia, nataka tuongee. Sasa mzee, wewe utawezaje kuongea na mimi wakati umenifunga kama hivi? Nifungue basi. My friend, nataka tuongee hivyo wakati nimekufungia. Sawa? My friend, mimi kuna mdogo wangu ameuliwa. Na yule mdogo wangu aliouliwa, kuna mtu kaona. Na aliona kaambia wewe ndio umeona wakati mdogo wangu mimi anauliwa. Sasa nimeshindwa kutambua kati ya wewe au ule bebe mwenzio ni nani aliyeona. Kwa hiyo ndio nataka uniambie hii leo. Ni wewe au ni nani ndio aliona lile tukio kule? Oa mzee, mimi sijui kitu chochote kile mzee. Mimi masuala ku wapi na wapi babu. Nifungulie bana, mimi niondoke bana. Anyie Mtanzania ni watu vya bien. Ila ndio hivyo ninavyotaka ufanye wewe. Ndio mimi siwezi kukufungulia. Siwezi kukufungulia my friend. Ndio nitakuacha hapo hapo. Wewe si ni mbishi. Ndio nitakuacha hapo hapo. Na mimi ndio naondoka. Mpaka utapoongea huko. Oa mzee. Oa nifungulie basi mwanangu. Oa. Oa mzee. Oa nifungulie basi mimi niondoke mzee. Wa dogo. Wewe vipi, mbona kimbia? Kaka, wakati naondoka pale nimekutana ule mzimu kaka. Sasa mpaka leo unaukimbia mzimu? Shida sio shida alichoniambia Obi katekwa. Obi ametekwa? Ya kaka. Katekwa na nani afu kapelekwa wapi? Nashindwa kuelewa kaka. Kwa sababu nataka nimuulize akayeyuka mwana. Obama. Mimi ando nilikuwa nakwambia pale. Hivi ndo kimfano udemu ungekuwa unaelewana naye yani. Wewe unafikiri asingekuambia alipopelekwa? Sema mdogo wangu unadharau, unachukulia poa. Sikiliza mwanangu, huu sio muda kulaumiana, kulaumu kaka. Tutafanya mchakato tujue alipo babu. Sasa tunajua tunaanzia wapi unapofikiria wewe. Kwa tuende huko babu.
Baridi. Twende huko. Wewe Alex. Vipi Malume? Kama kama mzee. Nyama au si? Nyama kama wote. Umetokea wapi huko? Nimetoka kuchimba dawa kama shabiki wa Simba huko mzee. Au sio? Uhakika. Sema mwanangu umenisusa kichangu. Yaani tangia siku ile umekuja kumuulizia yule gashi. Hujakanyaga tena maskani afu dakika ya mwisho umechukulia poa damu yangu. Ile siku ile. Kweli mwanangu. Sema nisha forget yani. Na harakati zilikuwa nyingi sana. Sema nilienda kwa yule mtoto pale yule demu, lakini sikuweza kuongea naye kwa sababu mambo yalikuwa mengi. Lakini sana kupromise. Leo nitakutafuta baadaye kwa sababu kuna issue nataka tuiongee, tuiweke sawa. Na mimi utacheka mwanangu. Misha za pesa au dharau tu na magani vipi? Uhakika. Uhakika yani haitakuwa kiuchovu sana na mimi kila kitu kitakuwa sawa. Ja bless no man kaski changu. Sasa huko unaelekea wapi? Hapa mimi naingia hapa kati kuna issue na kuiangalia hapa. Alafu mida fulani. Basi poa mwanangu, utanicheki. Hamna noma mwanangu. Baridi. Mzee. Jamaa unamfahamu ni? Yule jamaa mimi simfahamu. Kama unakumbuka ile siku ambayo sister yenu alikuja maskani pale. Ndio yule jamaa naye pia alikuja maskani siku ile. Kuna nini? Unamwona yule mchizi? Namfananisha na yule jamaa aliyekuwa maiti bondeni. Ndio huyu ninahisi. Wadogo. Wewe umesema yule jamaa hujamuona. Yaani umfahamu hata ukimwona hivi. Kwa nini unamfananisha sasa? Sikiliza. Mimi ndili na macho yake. Hata mwili wake kuangalia, ni mwili wake kucheki bodi yake. Ndio yeye. Mimi nahisi 100% ndio yeye jamaa. Sikia. Wewe ulishasema mwenyewe kwamba hii kesi ngumu, kesi kubwa. Sasa vipi ukimfananisha afu mtu sio? Dharau. Achana hizo habari, twende tukamtafute Obi. Madam, niko hapa nikiwa nahitaji ushirikiano wako ili kusudi tuweze kujua kwamba tunaanzia wapi na tunaishia wapi kuhusu hili swala. Kwanza kabisa nilikuwa nahitaji kujua kwamba huyu ndugu yako anaitwa nani? Aisha Mohamed. Okay, sawa. Vipi mara ya mwisho mlishawahi kugombana au kuzozana labda? Hapana. Mimi na mdogo wangu tulikuwa tunaishi vizuri sana. Isitoshe mimi sio mkaji sana hapa nyumbani. Mara nyingi huwa natoka na biashara zangu, narudi, sikai sana, naondoka tena. Kwa hiyo hatujawahi kuzozana hata mara moja. Siku uliporudi baada ya kuwa umefika hapa nyumbani, ulikuta mazingira gani? Wakati nimerudi, nilikuta mlango umeegeshwa tu.
Nikaingia ndani zaidi, lakini nilipofika chumbani kwake nilikuta kuko vululu, kila kitu kimetupwa kivyake. Hayo ndo mazingira niliyoyakuta. Sawa. Vipi kuhusu mahusiano yake? Labda alishawahi kukutambulisha kuhusu kwamba amepata mchumba? Hapana, hajawahi. Basi sawa madamu, nashukuru kwa ushirikiano wako. Sisi kama jeshi la polisi tutaendelea kufuatilia hili jambo mpaka kuhakikisha kwamba tunapata jambo sahihi kuhusu ndugu yako. Uwe na siku njema. Asante. Haya. Kwa hiyo umeamua kuniteka, si ndio? Na tena kama kuongelea Kikongo. Msubiri kwanza. Yaani hapa tuna hata muda hata kuongea. Kwa hiyo nyamaza, kaa kimya.